uchafu akizikwa pale kaburini. Jamani, mtu aliyehifadhi Qur'ani hatoki usaha, mwili wake hauwimbi na kutoa usaha. Sasa mnataka hamasa gani ya TV? Na hapa nitoe wito, tunawaomba jumuiya hizi zijitahidi kutoa zawadi mbalimbali, lakini wanaopewa zawadi wasitumanie zawadi ya hapa, watumanie zawadi ya wapi? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walisema mitume yote walipokuwa wataka walipwe, wakasema kwamba sisi malipo yetu yako kwa Allah, yale aliyotupa Allah ni bora. Na Mwenyezi Mungu katika hayo anasema bal tuhibuna alhayata dunya lakini wal akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi mnapenda sana uhai wa kidunia, mnapenda sana tutoe zawadi hapa TV, tutoe zawadi hapa milioni na kuendelea na mengineyo, lakini maisha ya akhira ni bora. Niseme kwamba leo kwa sababu ya heshima ya mkuu wangu wa mkoa, lakini majukumu ambayo yamenitanza mpaka shehe wangu pale akawa ananicheka, maana hivi sasa ni mgeni rasmi kwenye hafla nyingine. Sasa sina kuaje, nipo hapo wananiambia kumebakia watu wawili, tunakusubiri wewe, lakini na mambo mengine mengi. Kwa hivyo nimalizie kwa kutoa wito, ndugu zetu hawa wa Kidundo. Nilikuwa nikikaa na Sheikh Said hapa na mtania, naambia ukiangalia ile nembo kule juu utaona kuna mkono mweusi na mkono mweupe. Huku Pemba kutoka mkono mweusi, kule Unguja kutoka mkono mweupe umekwenda kaa juu ya mkono mweusi. Nilikuwa namtania kwa sababu miongoni mwa fani ambazo tulisoma ni fani hizo, kuweza kutafsiri vitu. Tukiuliza kwa nini umeiandika kwa rangi ya kijani, kwa nini uliandika kwa rangi nyekundu, kwa nini uliweka juu yuko iweka chini, inakuwa na tafsiri yake. Lakini silo lengo hilo, natania tu wenyewe watakuwa wana madhumuni kwamba mkono mweupe umekaa juu ya mkono. Nikamkumbusha kile kisa cha Nabii Yusuf kule walipokwenda wale wakamwambia, hebu tuambie ndoto yetu, na tumeota ndoto nyingi pale kaabua sasa hizo, si ndio? Na akatolea tawili tafsiri yake. Kwa hiyo nitoe wito kwa wenzetu hawa wa taasisi. Kwa kweli ni watu wa kupigwa mfano, wamejitahidi sana na wametaka ushirikiano mkubwa sana, lakini wakati nilikuwa nasikiliza kwa makini, pamoja na nguvu kubwa walioitumia, lakini bado wanahitaji wa kujua zaidi mambo yao. Mimi jamani, nilipo hapa Chake, ndipo petu, ndipo nilipozaliwa, lakini ni Zanzibari, ndiye na kitambulisho cha Zanzibari ukazi, kwa maana ya kwamba sijawahi kuhama. Wakati nikiyasikiliza haya, sijapata kuwasikia ndugu zetu wasikwese kule mkoani Kengeja, sijapata kuwasikia ndugu zetu wa Kangani, sijapata kuwasikia ndugu zetu wa Kengeja, sijapata kuwasikia ndugu zetu wa mkoani, sijapata kuwasikia ukitoka Chake huko mbele. Sasa wale wanaosaidiana na hii jumuiya wangetamani leo kila wilaya, kila kijiji kuona kwamba tumewafikia, na ndio lengo lao. Wale wanaoshirikiana tunaomba tuongoze hizo juhudi. Inawezekana wengine hawajasikia, wengine hawajafanyaje, lakini nitoe wito kwa mama zangu hawa. Mimi wakati wanasoma ilinikumbusha mbali sana. Mimi katika jambo moja ambalo najivunia, mimi Qur'ani nimesomeshwa alifu na kumaliza na mama yangu aliyezaa. Kwa hiyo akina mama ambao umehifadhi, siwezi kujua, na hii kazi tumwachie ofisi ya mufti kama walivyotakiwa. Tuone katika hiyo vijiji vyao wanavyoishi, kuna madrasa wamezianzisha, wanahifadhisha pamoja na madrasa zilizoko, lakini na wao kama wao wende wakafanye hii kazi kwa umma, hususan akina mama na akina baba vile vile. Lakini tumeona kwamba bado tuna hazina
Na hazina hizi za wazee wetu hawa wanaohifadhi Qur'ani ndio hiyo mvua tunayoipata. Kwa sababu jamani, tuko katika hali mbaya. Hii Ramadhani niwaambieni, hii Ramadhani. Juzi kuna jamaa ananiambia hii Ramadhani walikuweko pale Messi mule ndani, Machomani ipo pale. Anasema mule ndani hata hufikirii kabisa kama ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hufikirii kabisa, si maneno, si mavazi, si vitendo, si chochote, kama kwamba watu hawamo kabisa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kama si hii Qur'ani ambayo leo tuko tunaendelea nayo, hali ingekuwa ngumu sana. Tulione hilo. Lakini na wengine wanasubiri tu mwezi umalizike. Tutashuhudia mengi katika siku ya sikukuu. Kwa hivyo ikitokea akina mama na akina baba ambao wanahifadhi Qur'ani, wanafanya kazi ya Allah, hawa ni wakuwapa kipaumbele sana. Mwisho kwa ubora ni kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao dua ya muombaji hupokelewa. Mimi niombe tukishaomba pepo, kwa sababu katika maombi jambo la kwanza unalotakiwa uombe ni pepo. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi Aisha alipomuuliza Mtume, sasa mimi ukifika usiku wa Lailatul Qadri nikifanikiwa kuwa hai na kufikia niombe nini? Akamwambia omba pepo. Ndio ile dua tunaiomba ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah ila akhir. Kwa hiyo ukishamaliza kuomba pepo, naomba tuiombee nchi yetu amani na utulivu ndani ya kipindi hichi tunachokwenda nacho cha uchaguzi. Tuombe dua Mwenyezi Mungu kwa mara ya mwanzo ajalie uchaguzi wetu wa Zanzibar uwe wa amani na salama, kama Mwenyezi Mungu alivyowaambia moto, ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Basi na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi huu uwe bardan wa salaman kwa nchi yetu ya Zanzibar. Hata yule kunguni siku hiyo basi asije mtu akamtumbua. Si mchezo. Wengine wanaambia hapana, pakiwa hapana amani hakuna linaloendelea. Hakuna swala ya jamaa itasimamishwa. Hakuna kijio kitakachotafutwa. Hakuna tahafidhi itakayohifadhiwa. Sisi ni wahanga, tumeshayaona hayo. Kwa hivyo tuiombee amani nchi yetu, lakini tuwaombee dua viongozi wetu, Mungu awape nguvu na uwezo na upendo wa kuwapenda raia wao. Wala tusiwe na wivu kwenye dua hizi. Lakini la pili niseme, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni fursa. Jamani, Ramadhani ni fursa. Ni fursa ambayo ukiipata leo una uhakika wa kesho. Wangapi leo waliamka asubuhi wameamka wazima, sasa hivi wanasubiriwa kuzikwa. Asubuhi wameamka wazima, sasa hivi ni wagonjwa. Kwa hiyo ni fursa ya kumuomba Mwenyezi Mungu maghfira. Ni fursa ya kumuomba Mwenyezi Mungu rehema. Ni fursa ya kumuomba Mwenyezi Mungu atuachilie huru na moto. Si mwezi wa kufanyia mchezo. Siku ambazo zimebakia ni chache. Tangu asili Ramadhani na siku chache, na zilizobakia ni chache. Watukufu wa Kiislamu, mwenyewe ninakerewa na haraka, na nyinyi naamini hivyo. Sikuwa mweledi sana wa mazungumzo, lakini nadhani umenielewa kwa namna moja ama nyingine. Niendelee kuwapongeza sana ndugu zetu wa jumuiya hii ya Kidundo Foundation na Kidundo Haji and Umrah na wale wasaidizi wao wote. Waendelee na juhudi hii na Mwenyezi Mungu awape nguvu. Baada ya hayo niseme kwamba
Nashukuru sana kwa mapokezi ambayo mmenipokea nikiwa niko chini ya mashehe wangu, chini ya walimu wangu, chini ya mabosi wangu. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui nitazungumza nini katika hapa, lakini nimekota nadhani mmenifahamu. Kwa hiyo mimi nikwatakieni kila la kheri. Atakaye bahatika kutokea wa mwanzo, basi ajue huo ni mtihani Mwenyezi Mungu amempa, na atakaye bahatika kuwa wa mwisho ajue kwamba hilo ni jaribio Mwenyezi Mungu amemjaribu. Katika wote ambao wamekuja hapa, wote wana mafanikio makubwa, kwa sababu wote wamekuja kuisoma Qur'ani, na wote watarajie malipo makubwa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawa wanahitaji mmoja, wa pili, wa tatu na wa nne, basi lazima tutapatikana, na lazima mwingine atatokezea kwa yuko mbele, lakini si maana kwamba ameshindwa. Lakini kwa sababu tunatafuta awepo wa kwanza, awepo na wa pili, awepo na wa tatu na wa nne mpaka kuendelea, lazima mmoja atakuwa wa kwanza na mmoja atakuwa wa pili, kwa sababu ya nambari, si kwa sababu nyingine yoyote. Kwa hiyo mimi nikuombeeni kila la kheri. Mwenyezi Mungu atujalie salama, azipokee funga zetu, awajalie wazee wetu washaotangulia, awalaze mahala pema, na sisi atuondoshe duniani na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunawaombea dua watu wa msikiti huu, nao Mwenyezi Mungu azidishie imani, waleo kukatisha shughuli zao zote za kimsikiti na wakatukuruhusu kuendelea na shughuli zetu hizi. Baada ya hapo tuseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Hizo zilikuwa ni nasaha za mgeni rasmi, na nyuma yake zilitanguliwa nasaha za mratibu ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar Pemba, lakini nyuma yake pia zilitanguliwa na nasaha za mwenyekiti wa kamati ya maandalizi pamoja na Kidundo Foundation ambayo ndio iliyoanzisha na kuandaa chini ya Kidundo Haji and Umrah. Sasa umefika ule muda wa kila mtu kutaka kujua nani ni nani na nini ni nini.